He was known internationally. Kelvin was also known locally. He connected with the very, very ordinary. So fare thee well. We were told of the school he went to. We were told of his humble background, and yet God raised him and lifted him. He was very, very humble and simple. Angepatikana hapa tu, akijesa pool, akiwa ordinary, anaongea lugha ya kawaida, anaingia kwa hoteli ya kawaida, anakunywa chai kwa mandazi. Lakini unajua hii dunia kuna watu ambaye wakipata tu cheo kidogo, ukimwambia tuingie hapa tukunywe chai, anasema nataka kuona menu. Unaona menu kwa hoteli ya nyumbani ambaye unajua kama si mandazi kwa chai ni ukali kwa managu. Why do you need? Mbona unahitaji menu na unajua tu? Namwambia mtu tuingie tukunywe chai, anasema I want to have pilau. Kelvin was so humble. He was down to earth. Nikiwa kijana kabla sijaokoka, nilipeleka msichana hoteli ya nyumbani, nikamwambia tukunywe chai. Akasema no, I feel like having chips and pilau. Wapi? In the village. 0.0. Anyway, that is for another day. We need a people who can capture the spirit of Kelvin, of simplicity and humility in the name of Jesus. Yesu akaendelea in John chapter 19 verse 28. Baada ya hayo Yesu aliyajua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. That is neno lake la pili msalabani, akasema naona kiu. Jesus is the living water that quenches the thirstiness of this world. Jesus was reaching out to be served. A friend in need is a friend indeed. From the time when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, humanity is always empty, finite, limited, and thirsty. Your Excellency, before you came, a testimony was given that in 2022, Kelvin came to church. He was prayed for. And after coming to church, he went to win the marathons. And the person who was giving the testimony, akasema, ni kama vile walikutana na Mungu kanisani, mbingu ikafunguka. Ikawa ni kufunja record tu. Hata hii ya Rotterdam ambayo iko April, angeangusha katika jina la Yesu. Fare thee well, Kelvin. Yesu akasema naona kiu. Ninahitaji maji. Akasema ya kwamba let me reach out. Tunaposema pole, this is the man who became a blessing not only to the family, not only to the community, but also to the athletics world. He inspired, aliwakuza wengi sana. Yesu akasema naona kiu. Kumaanisha ya kwamba tunahitajiana. We need to reach out. Tutafutane, tutiane moyo. Kama Kelvin aliwakuza wengi, ombi letu ni ya kwamba tuwe pia watu wakuwakuza wengi katika maisha haya. Fare thee well, the servant of God. Kilio chake cha tatu Yesu ni katika Luka 23 mstari wa 28. Yesu akawakeukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. This is an act of gratitude. Jesus is fully aware that the tears of the mothers will change the narrative, and for that he is asking the mothers to underrate their tears, for their tears are so powerful and do touch the heart of God. Cry for the state of the unemployment of the young people. Cry for the drug abuse, the infamous philosophy of Wachakoya, drunkardness, teenage pregnancies, the life of endangered boy child, who many a times go through identity crisis. Mothers cry, daughters of Jerusalem. God sees your tears and he will come through for you at the right time, for God's timing is always the best. So Jesus
is raising the status of women, calling them daughters of Jerusalem. In other words, you belong to the king. You are daughters of the king, daughters of the president, daughters of State House. You have been lifted. You are no longer there to be seen, but you are given a status and a voice. Women empowerment. Jesus is telling them, daughters of Jerusalem, when you cry, heaven will be shaken and blessings will come down in the name of Jesus. Same to all of us here. Ya kwamba wamama wakati huo wa Yesu msalabani akasema angependa wamama watiwe nguvu, wajue ya kwamba kwa majonzi yao hata na inji inaweza kutingizika na watabarikiwa. Na wamama wapendwa, mukibarikiwa msitusahau sisi wazee, msituaje nyuma tafadhali. Nimeomba wamama, wakati wewe umebarikiwa usisahau mzee. Hata kama wewe uko na transport ya kulipa boda boda, tafadhali patia mzee, iwe ni yeye anamlipa mtu wa boda boda. Patia yeye. You know, men don't need anything. Tunataka tu recognition and appreciation. Wakati unalipa boda boda, patia mimi mzee, nishike pesa, nimpatie mtu wa boda boda. Hata akiona wewe ulinipatia, anajua ni mimi nilimpatia. Give us space wamama. When you are empowered, remember us. Tukienda kununua vitu dukani, kama ni supermarket, wewe chakua, kama ni kulipa, patia mimi nilipe. Bwana Yesu asifiwe. Men, saidia sisi. Na tumesema na tumeomba watu wa bigibigi tafadhali. Vile ilivyo, tukipanda bigibigi, mimi ndio nitapanga vile tutakaa. Mimi nitakaa katikati, mama akae nyuma, yeye anishike mimi, nikushike wewe mtu wa bodaboda, tuende mbele. So that is the arrangement which is coming very. Daughters of Jerusalem, praise the Lord. Daughters of Jerusalem. Asanet, you are the daughter of Jerusalem. Gelvin has gone. But we want to declare here and now that your children and your children's children will never lack in the name of Jesus. You are a daughter of Jerusalem. Kilio chake cha nne. Yesu akasema in Luke 23 verses 34, Baba uwasamehe, kwa kuwa wajui watendalo. Wakakawa mafasi yake, wakapikia kura. Yesu akalia akasema uwasamehe. The power of life lies in forgiveness. The tone of reconciliation comes from the victim to the offender. Asema Baba uwasamehe. Your Excellency, when our people have been blessed and they have been raised from grace to grace. Usikia mtu amefunja rekodi, amekuwa record holder, kama huyu mpendwa wetu Kelvin. Maybe wakati mwingi sana, they be given security. Awe na askari, awe na driver, ingawaje kifo hatuwezi kuzuia, lakini tujaribu. Tujaribu tu. That is the cry. Baba wasamehe. Forgiveness begets healing and restoration. To forgive is to have the power to let go of the past pain. Niliokoka tarehe 24 mwezi wa 10 1987, nikaingia kwa tukutendereza na shukuru Mungu sana. Kabla ya kuokoka, Your Excellency, nikaonja msamaha. Nilikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu, nilikuwa nimemwambia maneno mengi, nikamwambia nitakupeleka Mombasa. Najua kumwambia msichana unapeleka Mombasa wakati wetu, that was the highest place to go. Na akawa amenipenda, lakini siku moja akaniandikia barua akasema our love imeisha. Bas nikasema liwe liwalo, nikifikiria kujinyonga, hakuna ng'ombe ya kuwachinjia waombolezaji, nikasema sitajinyonga. You know, you have to calculate. So
Nikasema hapana, sitajinyonga. One day, one time, nikawa ninaenda, nikaona yule msichana anakuja, si kama ni yeye, alikuwa anaitwa Flora. Si ni kama Flo, alikuwa anaitwa Flo. Nikaangalia ni yeye, na kulikuwa na kitu kama manyunyu, ni kama mvua inakuja, hakuna mtu barabarani, na anaenda kishaki, anaenda kushaka mahindi. Nikaona, nikasema leo ni leo, asemaye kesho ni Mungu. Nitapiga makoti, nimwombe msamaha. Si watu wako, Mungu amelete mvua. Wakati Mungu anataka kutengeneza njia, anatengeneza. So nikaenda, akakuja, ninaenda, nikasema ni yeye kweli. Alipokaribia nikapiga makoti. Nikamwambia Flo, unisamee. Nyoyo wake akaiga. Akaniangalia, akasema wewe simama tu. Mbona unapiga makoti? Nikasimama. Akasema ili nijue you mean what you say, nibebe mahindi haya. Debe mbili, saa ingine. Saa ingine nasikia shingo upande huu ni kama ile mahindi nilibeba. Baba uwasamee. Akanisamee, tukaenda, tukashaka mahindi, tukarudi, na hakuna mtu barabarani. Nikafikisha yeye nyumbani, akaniambia wewe utakuja kwa disco jioni. Nikamwambia nitakuja. Nilipoenda kwa disco, yule kijana ambaye alikuwa ameninyang'anya yeye, alikuwa na yeye huko pia. Nikasema nilisamehewa mjana, nitasamehewa usiku. Siwezi kuninyang'anya yeye tena, nimebeba mahindi debe mbili. Baba uwasamee. Baba uwasamee. Hiyo ilikuwa ya 4. Kwa sababu ya saa, I want to say the rest to be continued. Kujeni kanisa, tutasikia mambo mengi, lakini mambo mazito makubwa ni ya kwamba Yesu alisikia uchungu kama sisi. So for you, servant of God, fare thee well. Saviri salama, Kelvin. May the Lord lead you. May the Lord guide you. So ya 5, John chapter 19 verses 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Kainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. The whole system has ushered in the new order. We are now a new creation. Forget the former things, for God has favored you. Imekwisha. Yesu alipokuwa msalabani, akasema imekwisha. The new dispensation. Akasema imekwisha. Luka 23 mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Ee Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. In the hands of God I commit my spirit. So ya mwisho ya 7, Yesu akamwambia, amini amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi, paradiso. Entering with Jesus to the kingdom of God, our heavenly home, is a privilege and it's a great honor. Paradise is the desired eternal life, and the journey to that place starts here on earth. So you, Kelvin, fare thee well. Travel safe. Your family will be taken care of by God. Your people will be taken care of by God. This great nation will be protected by God, and God is faithful. Finally, kuishi katika maisha haya, nilikuwa nimesema hapo mwanzo, Mungu akikupatia nafasi uwafikirie na uwakumbuke watu wengine. How will your life bless others? How will my life bless others? How can I be a blessing? Tukiangalia maisha ya Kelvin, maisha yake ilikuwa ni maisha ya kuwabariki watu wengi. Watu wengi walibarikiwa kwa ajili yake. Kuanzia familia, majirani, county, the nation, and even in the club. He was so passionate that he served others. Nimekuja kumpenda one of the governors by the name Kang'ata Irungu. Kang'ata Irungu, of course I love my governor Nandi County, but I'm just using this for this space. Kang'ata Irungu alipopata nafasi ya kuwa governor,
akaangalia maisha ya watu wa Murang'a. Na akasema hakuna watu wengi sana most of the people hawapati watoto saizi. Akajiuliza ni nini inafanyika. Akauliza na akasema mimi nataka niwe mtu wa baraka. Kama umeoleka, ukipata mimba, akasema wewe ukipata mimba ujiandikishe kwa ofisi ya governor ya kwamba Mungu amenibariki. Unaandika, unaweka copy ya marriage certificate, unatuma kwa ofisi yake. Every month tangu siku ile ulipobarikiwa na Mungu unapata allowances ambayo inaitwa responsibility allowances ya 2000 shillings. Kila mwezi ya mama, mtoto akitaka matumbo uko na 2000 per month. Mtoto akitaka nini uko na 2000 per month. Na anasema you can take advance. Ukisikia ya kwamba unataka advance, si wanajua 9 times 2 ni 18,000. Unaweza chukua advance ya 10,000 ununue vitu ambaye mtoto anataka. Long live Kang'ata. Anyway, so nilikuwa namwambia mke wangu juzi tujaribu ya Kang'ata moja. Anyway, Mungu atubariki. Baba mwema, tunasema ni asante. Waja mwenda zake asafiri salama kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you and God bless you. Thank you, thank you, thank you. We can appreciate more that. Sorry. We can appreciate more that sermon, please. Tupige makofi tena. Asante sana Baba Askofu. Thank you, thank you. It has come at the right time. Na kwa nafasi hii sasa